Ni wale watoto ambao kwamba wanafunjika moyo, wanakuwa na machozi. Maybe wengine wako na familia, maybe wengine wako na watu wagonjwa, lakini biashara iendi, biashara iko chini, unalia. Wakati unalia, ndio wakati Mungu anakuja katika maisha yako. Wakati unafika mwisho wa mawazo, hapo ndio Mungu anakuja kutawala moyo wako. Wakati unachoka na kulia, wewe ni mgonjwa, unaangalia mbele na nyuma, hakuna matumaini, ni kifo kinakuangalia. Ni kuambia leo, my brother, my sister, usikate tamaa katika ya hali ambayo uliko. Mungu anakuja sasa. Mungu anakuja sasa. Mungu anaingia hapo ulipo sasa. Mungu anasema, oh my brother, my sister, usikate tamaa, maana hii ndio wakati wako Mungu kuingia katika hapo ulipo. This is the appointed time, God to come deliver you. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati Yesu alifika kule, Petro walikuwa akivua samaki, walivunjika mioyo. Bwana akawaambia, pana, hapo mnasema iwezekani, turudi hapo mara ya pili. Na kwamba imeshako mara ya pili, biashara yako inaenda kukuwa successful, inaenda kufanikiwa. Mungu anaenda kuipea nguvu, maana Mungu anakutuma mara ya pili, anakuambia no, turudi hapo tena, turudi hapo tena. Kwa hiyo biashara ambayo unalia, kwa hiyo biashara ambayo unasema iwezekani, tunataka turudi hapo kwa hiyo biashara, tuone je, itawezekana ama itawezekana. Biblia inasema leo iliwezekana. Wakasema tu kwa sababu ni wewe ndio Bwana, na maana wewe ndio unasema. Lakini nasi tulikuwa ready, tulikuwa tushachoka. Wakarudi. Kurudi walivua samaki mingi sana. Kufua samaki, waliona muujiza na macho. Kile wajaitarajia inaweza kuwa, walishuhudia kwa machao. Wakajua basi, huyu ndo Bwana. Huyu akisema sisi tunasikia. Wakati kuanzia hiyo siku, Mungu akabadilisha maisha yao. Na mimi nikuambia leo, hiyo maisha ambayo unaishi, sauti na kungojea Mungu na kuwa na imani ya kutosha. Biblia inasema ya kwamba Mungu akawabadilishia. Walikuwa vua samaki, kando na kuvua samaki, Mungu akawatengeleza, Mungu akawaosha, wakakaa kwa nyayo za Mungu. Mungu alibadilisha maisha yao, wakakuwa watu wa kuvua, watu wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Nyinyi mlikuwa wafuaji samaki, lakini Mungu anabadilisha. Nyinyi si wafuaji samaki tena. Nyinyi mnaosha roho za watu. Mnafua watu kutoka kwa dhambi. Watu wapokee uzima wao. Watu ambao walipiwa na shetani ili wapokee neema zao. Watu ambao walichoka na maisha ili warekeshwe katika njia zao. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema leo walipewa, walibadilishiwa kibali, walibadilishiwa kazi. Na sasa nikakwambia, wakati unakaa chini unangoja sauti ya Mungu, kaa hapo. Ngojea sauti. Sauti ndio inabeba ushindi. Sauti inabeba neema. Kaa hapo kwa sauti. Bwana apewe sifa. Biblia ikasema kwamba ikaeleza vizuri, wakakuwa vuaji wa watu. Lakini wakati Yesu Kristo alikufa akaenda, mnishike na sitaki mpotee. Yesu alikufa akaenda. Wakati Yesu alienda, Biblia inasema wakina Petro wakakata tamaa tena. Waliona kazi ya Mungu hii haina faida. Hii kazi ya Mungu haina faida. Yeri turudi kwa biashara zetu. Hello, haitukena. Petro anasema ya kwamba ili warudi kwa biashara zao. Kwa sababu gani anasema hivyo? Kwa sababu kiongozi hili aliwapatia neema ashaenda. Alikufa
akafufuka na akapotea. Wakabaki peke yao wakihubiri Injili. Wakakaa chini wakasema, mwenye Injili hayuko, mimi narudi kwa kazi yangu, mimi narudi. Watu wakatambaratika, wakarudi kwa biashara zao. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa nataka nikuonyeshe wale ambao walikaa katika nyayo za Bwana wakangojea sauti. Nataka uone Mungu anaenda kuwatafuta one by one. Na leo maisha yako ifunguliwe, njia zako zifunguke, na Mungu akutafute wewe uliyepotea, uliyepoteza imani ya maisha, uliyepoteza imani ya maisha. Mungu akurejeshe. Leo tunasoma kitabu ya John 21 verse 1 to 17. Nataka kuona kile Mungu anaenda kufanya, na sifa na utukufu itarudia Mungu, na Mungu ajitukuze. Twende mtumishi wa Bwana. Ipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Roho Yesu Kristo yote yanawezekana. Alipo nguvu yote yanawezekana. Uliopotea Yesu anakutafuta leo, anakuambia come back again. Rudi katika nyayo zangu, na sifa na utukufu itarudi kwako, maana itarudi kwa Baba mfalme wa mbingu na nchi, ule aliyekuumba na akaumba nchi, akaumba na hapa duniani. Sifa na utukufu itarudia nani? Mtumishi wa Mungu, twende nayo. Baada ya mambo hayo Yesu alijifunua tena kwa wanafunzi kwenye bahari ya Tiberia. Yesu alijifunua tena kwa wanafunzi kwenye bahari. Nataka niseme ya kwamba wale ambao Yesu aliokoa walikata tamaa, wakarudi tena kwa ile kazi ambayo walikuwa wanafanya mara kwanza. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu, Biblia inasema Yesu alijifunua kwao mara ya tatu. Twende nayo. Alijifunua katika njia hii. Simoni Petro, Tomasi aliyeitwa Pacha, Nathanieli kutoka Kana ya Galilaya, wana wa Zebedayo na wanafunzi wake wengine wawili walikuwa pamoja. Simoni Petro akawaambia, ninaenda kuvua samaki. Wakamwambia, sisi pia tutaenda nawe. Sikiza mtumishi wa Mungu. Inasema ya kwamba Simoni Petro akasema ya kwamba nenda kuvua samaki. Mimi nikakwambia mara hapo nyuma, ukirudi nyuma kidogo tu, nikakwambia Mungu aliwaokoa before. Lakini kwa sababu huyu Mungu aliondoka, Jehova aliondoka, na huyu Petro, Simoni Petro akarudi kwa ile kazi ilikuwa mara ya kwanza, kuvua samaki. Na mimi nikuambia leo, unakaa kwa hiyo biashara Mungu alikutoa, lakini unarudi kwa sababu huyu Mungu utaona dhamana yake. Lakini nakuona huyu Mungu anakutafuta ukirudi katika nyayo za Bwana. Twende mtumishi wa Bwana. Wakamwambia, sisi pia tutaenda nawe. Basi wakaenda wakapanda mashua. Lakini usiku huo hawakuvua chochote. Listen my brother, my sister. Nini nasema ya kwamba wakati walirudi hiyo kazi ambao waliondolewa mara ya kwanza, nini nasema ya kwamba wakufanikiwa. Wewe ambaye ulipotea katika nyayo za Mungu, kule unaenda hakuna mafanikio, lazima urudi katika kule Mungu alikuacha. Bwana sapewa sifa. Wakufanikiwa, yes, together, wakufanikiwa hiyo siku yote. Na mimi nikuambia leo, rudi kwa Bwana. Wewe ambao unafanya huduma ikakukataa, rudi kwa Bwana. Ngoja tu sauti ya Bwana nikiongea juu ya maisha yako, utaona kila Mungu ataenda kufanya katika maisha yako. Tuendelee mtumishi wa Bwana. Hata hivyo kulipoanza kupambazuka, kupambazuka tukusana ni siku ingine inakaribia. Yesu alisimama kando ya bahari. Oh my God. Nini nasema ya kwamba mwenye kazi alikuja akasema
wakasimama kando. Lakini wanafunzi hawakumtambua ni Yesu. Lakini hakujulikana ni yeye. Na mimi nikakwambia kwamba unaona Mungu anakutafuta siku ya leo. Unaona baraka zako zinakufuata leo. Simama katika utakatifu, utaona kile Mungu atatenda katika maisha yako. Tuendelee. Basi Yesu akawauliza, watoto, mna chakula chochote? Mko na kitu chochote cha kukula? Mko na chakula chochote? Oh my God. Wakamjibu, hapana. Akawaambia, utupeni wavu upande wa kulia wa mashua, mtupe kando yenu wa kulia, nanyi mtapata. Nani nasema ya kwamba wakati Petro na Simoni walirudi kule, Bwana anawaambia kwamba mko na chakula? Wanasema hapana, hatuna chakula. Muujiza inaanza kurudi kwa mikono zako. Mimi naanza kurudi kwa nguvu za Bwana. Kibali inaanza kuonekana juu ya maisha yako. Anasema kwamba mrushe mkono wa kulia. Nani? Twende mtumishi wa Bwana. Basi wakaitupa, lakini wakashindwa kuvuta kwa sababu samaki walikuwa wengi sana. Na mimi nikuambia leo, wewe ambayo Mungu alikuweka katika nyayo zake, nini nasema kwamba walijaribu mara ya kwanza ikashindikana, mara pili wakujua huyu Bwana tunaongea na yeye, lakini anasema tupeni, lakini walikamata samaki mingi sana ili walishindwa na baraka zilimwagika. Na mimi leo naachilia baraka katika maisha yako, naachilia kibali katika maisha yako ili ujue Bwana ukipotea na kutafuta leo. Tuendelee mtumishi wa Bwana. Ndipo mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda, ndipo mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda. Wewe unapendwa na Mungu miaka zote. Mungu alikupenda miaka zote. Utaona ukaangalia pamoja na maisha yako ikufaulu. Mungu alikuwezesha, Mungu alikuponya, Mungu alikurukisha mapepo ambayo zinatumu siku na mchana. Mungu alikupenda wewe ukujua. Tuendelee mtumishi wa Bwana. Ndipo mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ni Bwana. Ndipo mwanafunzi aliyempenda akamwambia Petro, ni Bwana. Tuendelee. Simoni Petro aliposikia kwamba ni Bwana, akavaa vazi lake la nje, kwa maana alikuwa uchi.